Hello, karibu nikusanue namna bora kutengeneza fedha kwa kutumia simu yako tu ya mkononi. Hakika simu yako tu kwa sasa ndio ajira kubwa sana kwa upande wako. Kama ulikuwa unahangaika sana namna kuelewa crypto future trading, basi darasa hili nimekuandalia special kwa ajili yako. Hii ni Crypto Island Pro ambayo ipo kwa ajili ya kukuhabarisha na kukufunza fursa adimu sana kama hizi. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kusave. Usikubali kupitwa na madarasa yetu haya. Karibu sana. Crypto Island Pro inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa. Karibu funze nasi kwenye ulimwengu wa kidigitali. Hello, karibu katika Crypto Future Trading. Presenter wako naitwa Mr. Baisam. Hii ni Crypto Island Pro. Okay, so before kuendelea mbele tuangalie yaliyomo. Okay, katika darasa letu hili tutakava mambo yafuatayo. Cha kwanza tutaangalia introduction to derivative kwa sababu crypto future trading ipo ndani ya derivative financial market. Lakini pia tutaangalia why crypto derivative, types of derivative, focus on future. Tutafocus sana hapa kwenye future. Katika long pamoja na short position tutaangalia pia leverage pamoja na margin. Funding rate, real life example, tofauti kati ya spot trading na future trading, na mwisho tuta recap kwa kuangalia summary na key takeaways. So ili nikave haya yote inabidi nifanye video iliyokuwa refu kidogo, okay? Lakini sitaki video iwe refu sana, inabidi tutazungumzia just introduction tu kwa kila moja, na kama utataka kujifunza kwa kila moja, ukitaka kujifunza kiundani basi utakuja darasani kuja kujifunza kiundani kwa kila moja inazungumzia nini hasa. Okay, kwa tuanze na introduction to derivative. Utangulizi wa soko la derivative za cryptocurrency. Kwanza kabisa derivative marketing hii ni moja kati ya financial digital marketing ambayo tayari tumeshaizungumza katika video iliyopita kwamba financial digital marketing kuna types mbalimbali, mojawapo hii inaitwa derivative marketing. So kama hauelewi imetokea wapi, basi inabidi urudi katika video iliyopita. Kwa hiyo derivative marketing ni soko la kifedha ambalo bidhaa zake hazina thamani yake yenyewe, bali thamani yake inatokana na asset nyingine au tunaita underlying asset. Okay, kwa hiyo mara zote hii inakuwa inadili na product ya mikataba. Kwa hiyo bidhaa zenyewe ni mikataba. Okay, kwa hiyo derivative market ni soko kubwa linalojumuisha aina mbalimbali za mikataba. Kwa hiyo unachokifanya kwa kuna watu wananunua mikataba. Kwa hiyo mikataba hii yenyewe kama yenyewe haina thamani, lakini nyuma yake kuna asset ambazo zimesimamia hiyo mikataba. Kwa hiyo watu wananunua mikataba, wengine wanauza, wanafanya biashara kwa mikataba, lakini yenyewe kama yenyewe haina thamani, bali nyuma yake kuna bidhaa ambayo ina stand for huu mkataba kuweza kuexist. Okay? Lakini pia soko hili linamruhusu trader kufanya biashara ya mabadiliko ya bei bila kumiliki coin halisi. Okay, kwa hiyo hamiliki coin halisi, anamiliki mkataba. Kwa hiyo nyuma ya mkataba kuna asset, na asset hiyo huenda ikawa coin au ikawa asset ya design nyingine. Okay, so why derivative? Kwa nini derivative zilikuja au biashara za mikataba zilikuja? Kwanza kabisa biashara za mikataba ziliibuka mwaka 2017 to 2018 na zilipoanzishwa hizi biashara zilianzishwa kwa malengo ya kuweza kufanya kitu kinaitwa hedging, lakini ikatoa fursa na nyinginezo. Fursa ya kwanza inaitwa leverage. Kwa leverage maana yake ni kuamplify capital, kuweza kukuza mtaji. Kwa mfano labda unaweza ukaingia sokoni labda na mtaji wa $10, kuna watu wana $10 tu peke yake. Kwa hiyo anaweza akaukuza mtaji wake huu labda mara 10. Kwa hiyo akajikuta anaweza kufanya biashara kwa mtaji wa $100. Mwingine kaingia na mtaji wa let's say $30 akakuza mara 20. Manake akajikuta anaweza kupata mtaji wa $600. Kwa hiyo mtu atakayenunua bidhaa kwa mtaji wa $600 na wewe uliweka 30 na kukuza mtaji wako kwa mara 20 ukapata $600. Kwa hiyo nyote nyinyi mnakuwa mnafanya biashara ya mtaji wa $600.
Kwa hiyo faida itakayopatikana hapa kwa wewe ulotumia leverage na huyu ambaye kaweka pesa zake binafsi, maanake nyote mnakuwa mnapata faida sawa. Faida zinakuwa sawa na hasara pia zinakuwa sawa. Okay? Kwa hiyo lengo la kuanzisha hii derivative ni kuja na mfumo wa watu kuweza kuamplify, kuweza kukuza mitaji yao. Kwa hiyo mtaji wako huu unaukuzaje wewe? Unaukuza kwa kitu kinachoitwa leverage. Kwa hiyo hichi ukitimes mfano kama hapa mara 10, hapa mara 20, kwa hiyo hii hapa ulio times nayo hii ndio tunaita leverage. Okay, kwa hiyo leverage inakuwa ina maana hiyo, lakini kingine cha kuzingatia kwenye leverage, kumbuka wewe hapa umekuza mtaji wako kwa kutumia mkataba kwa mkataba maalum. Maanake huyu aliweka pesa zake binafsi hajaweka mkataba, ila wewe umetoa dola 30 alafu ukakopeshwa fedha nyingine, pesa yako ni dola 30 tu katika dola 600. Kuna fedha hapa wewe umepewa au umekuzwa mtaji wako kwa mkataba maalum. Sasa mkataba huu ndo tunaita derivative marketing, ambayo ni mkataba, unakuwa una mkataba tu. Kwa hiyo ndo tunaita derivative marketing. Okay, so nyingine fursa nyingine ambayo iliyotoa inaitwa hedging. Hedging maana yake ni kuprotect portfolio, kulinda mali au kulinda mtaji. Okay, kwa mfano ngoja nikutolee mfano hapa wa kawaida. Kuna huyu labda mfano huyu anauza mahindi. Okay, sasa muuza mahindi amelima shamba lake, amepanda mahindi. Okay, lakini sasa anahofia bei sasa mahindi labda gunia moja ni shilingi 50,000. Sasa anahofia siku mpaka mahindi yake atakapokuja kuyavuna pengine bei inaweza ikashuka. Okay, sasa hivi pengine bei ndo nzuri inauzwa gunia moja linauzwa shilingi 50,000. Kwa anachokifanya huyu ili kulinda hii bei, ili ailinde kwamba baadaye yeye anachotaka kulingana na harama alizozitia shambani, mbolea, dawa alizotia humu ndani, ili shamba hili liweze kumlipa, inabidi auze mahindi haya kwa gunia labda mfano wa shilingi 50,000. Kishuka chini hapo inaweza akapata hasara. Kwa anachokifanya ili kulinda hii bei hapa ya mauzo yake, inabidi anaingia mkataba anaingia mkataba na mtu anaitwa mnunuzi. Huyu ni mnunuzi. Kwa hiyo hawa wote wawili wanafunga mkataba. Mnunuzi naye anakuwa na mawazo kwamba pengine baadaye sasa hivi gunia la mahindi linauzwa shilingi 50,000, lakini pengine baadaye huenda likawa linauzwa zaidi ya shilingi 50,000. Kwa anachokifanya na huyu naye mnunuzi anakubali kuingia mkataba na huyu muuzaji kwamba kwa baadaye watakuja kuuziana kwa bei hii ya shilingi 50,000. Haijalishi kama bei imepanda au bei imeshuka. Okay, wao watauziana kwa shilingi 50,000. Kwa hiyo hii hapa unakuwa kuna mkataba maalum huo wanafunga watu. Sasa ukifanya biashara design hii ndio tunaita hedging. Maanake unalinda portfolio yako. Sasa inafanyikaje kwenye crypto? Utakuja kuona inafanyikaje. Lakini nyingine fursa nyingine inaitwa speculation. Speculation ni profit in rising and falling of the market. Kwa speculation, hawa ni watu ambao wanaotabiri soko. Kumbuka hawa wanafanya biashara ya leverage kwa kuamplify capital. Hawa wanakuwa wanafanya biashara halisi. Kama kaingia sokoni na mtaji labda 100,000, anataka aongezewe mtaji, kwa anasaini mkataba. Labda soko fulani linatoa mikataba, kwa anakuza mtaji wake kwa ajili afanye biashara kwa mtaji mkubwa. Na hawa nao wanafanya kwa ajili ya kulinda ile portfolio. Mfano kama huyu analinda bei yake, kwa anafanya biashara halisi. Sasa huyu anafanya speculation. Speculation, hawa ni watu wanaotabiri ile mikataba. Kwa hiyo hawa wana tabia kununua na kuuza ile mikataba. Kwa hiyo kuna watu wanachukua mkataba fulani, labda mkataba wa Bitcoin. Kwa hiyo anachukua mkataba fulani, labda bei itashuka kwa baadaye, manake anakuwa anapata profit, au bei itapanda kwa baadaye anapata profit, whatever the side ambao atakaochagua. Kivipi? Utakuja kuona baadaye kwenye cryptocurrency watu nafanyaje hii speculation. Hawa ndo kama mimi na wewe tunaofanya biashara ya crypto kupitia mabroker. Huwa hatufanyi biashara halisi, bali tunafanya biashara kununua na kuuza mikataba tu yenyewe kama yenyewe. Okay, so
Hiyo ni fursa ya tatu, lakini fursa nyingine ni kwamba inatoa liquidity masaa 24 katika siku 7 za wiki. Kwa hiyo inachangia mtaji. Kwa hiyo hawa wote wa juu, kila mmoja anakuja kwa aina yake, maana yake soko la derivative huwa linapata kitu kinachoitwa liquidity. Kwa hiyo kunakuwa kuna mtaji wa watu kuweza kufanya biashara, watu kuweza kuchukua mikataba, watu kuweza kuuza, kunakuwa na liquidity nzuri, maanake soko linakuwa linatembea vizuri sana. Ukitaka kuuza maanake pesa zipo, ukitaka kununua pia mikataba inakuwepo. Okay, kwa hiyo 2017 2018 ndiyo imekuja biashara za design hizi, biashara za mikataba. Okay, so kingine ambacho tunapaswa kukiangalia ni kuhusu types za derivative, aina za hii biashara ya mikataba. Kwanza kabisa kuna aina inaitwa future, mikataba ya baadaye. Mkataba wa kununua au kuuza mali kwa bei iliyokubaliwa siku ya baadaye. Kwa hiyo hapa tunakuwa tunadili na baadaye. Kwa hiyo hizi zinakuwa zinapangwa, zinauzwa kwenye soko, mfano kama exchange. Kwa hiyo zinatumika kwa ajili ya hedging pamoja na speculation. Kumbuka hedging watu wanafanya kwa ajili ya kulinda mali zao au kulinda mitaji yao, na hawa speculation ni kama mimi na wewe huwa tunafanya kwa ajili ya kubashiri kwamba bei itapanda au itashuka, wanakuwa wanapata faida kulingana na kubashiri huko. Okay? Lakini kuna aina nyingine inaitwa forward. Hii ni mikataba maalum kama future, inafanana na hii ya future, lakini hii ni mikataba ya binafsi kati ya pande mbili. Kuna pande mbili huwa zinaingia kwenye makubaliano, na mikataba hii huwa haiuzwi kwenye exchange au tunaita over the counter. Kwa hiyo inatumika zaidi kwa kulinda riski maalumu kwa kufanya hedging. Kwa hiyo hapa pia watu wanakuwa wanafanya hedging katika aina hii ya mikataba. Lakini pia kuna aina mwingine ya mkataba inaitwa option. Hii ni ya kuchagua. Kumbuka hii option pamoja na future huwa sisi tunaweza tukafanya, inakuwa inafanyika kwenye exchange. Tunaweza tukafanya kwa kutumia crypto, kwa kutumia njia nyingine, lakini huu forward mara nyingi unakuwa unafanyika physically. Huu hauuzwi kwenye exchange, unafanyika physically. Utakuja kujifunza baadaye ukiingia katika madarasa yetu, tunafundisha hizi kila moja kwa upana wake, lakini hapa ili kuzuia video isiwe refu sana, inabidi tu tujifunze introduction tu peke yake inatosha. So kuna mkataba mwingine hapa unaitwa option. Huu ni moja kati ya mkataba mgumu, ni biashara ngumu sana kueleweka. Watu wengi sana duniani hawaelewi hii option inafanyikaje katika derivative. Sasa kwa kuwa sisi tunatoa fursa adimu na ndio maana tumeamua kufundisha katika kila engo ya kukuwezesha wewe kutengeneza kipato kwa kutumia simu yako tu ya mkononi. So hii option inakuwaje? Hii inakupa haki ambayo sio lazima ya kununua au kuuza mali kwa bei maalum au tunaita strike price. Kwa hiyo zinakuwa za aina mbili, kuna moja inaitwa call na nyingine inaitwa put. Call ni kununua, put ni kuuza. Kwa hiyo inatumika kwa ajili ya hedging pamoja na speculation. Sasa hii option unaweza ukaanza labda na mtaji wa dola 500 tu ukapata faida mpaka dola 4500 ndani ya muda mchache sana. Kwa ni biashara moja nzuri sana ambayo unaweza ukaifanya kwenye exchange, lakini pia na ni biashara ambayo ni ngumu sana kuielewa. Inahitaji mtu awe na uelewa wa ziada. Kwa hiyo kwenye madarasa yetu mengine nitakuja kufundisha hii tu peke yake inafanyikaje, kwa sababu darasa hili tumelenga sisi kufundisha future tu peke yake, lakini hii ni biashara moja nzuri sana. Ukiingia katika madarasa yetu tutafundisha hii kwa undani zaidi. Lakini pia kuna mkataba mwingine unaitwa swap, mkataba wa kubadilishana. Hii kunakuwa ni kubadilishana mtiririko wa fedha au mali kati ya pande mbili kwa muda maalum. Mara nyingi inatumika kama mfano katika mambo ya riba, katika ishu ya sarafu pamoja na bidhaa nyingine. Kwa hiyo inasaidia kupunguza hatari katika risk management. Elewa tu kwa ufupi kwamba swap ni aina ya derivative ambapo watu huwa wanabadilishana bidhaa kwa mkataba maalum kwa muda maalum. Kwa mfano kuna benki A na benki B, huyu anatumia bidhaa ambayo ina fixed interest na huyu labda anatumia bidhaa ambayo ina variable interest. Hichi ni kiwango cha riba ambacho kiko fixed, hapa kiko variable. Kwa hawa wanakuwa wanabadilishana, huyu
Kwa hiyo huyu anachukua hii na huyu anachukua hii kwa muda maalum. Utakuja kuangalia baadaye inakuwaje hii kiundani zaidi, lakini elewa tu ni kwamba kwamba watu wanakuwa wanafanya biashara kwa kubadilishana product kwa muda maalum. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya kupunguza hatari na kufanya risk management. Kwa hiyo hizi ni aina kuu 4 za types za derivative. Okay? Kwa hiyo iko hivyo. So now let us focus katika crypto future derivative. Hapa ni vizuri ukamalizia derivative. Ni mkataba wa crypto katika upande wa future derivative. Okay? Kwanza definition yake, crypto future derivative, hii ni mikataba ya kununua au kuuza cryptocurrency kwa price maalumu ya siku za baadaye. Hilo ndio la kuelewa la msingi, lakini kuna aina za crypto future derivative. Ya kwanza kuna standard future. Hii ni mikataba ambayo huwa ina expire. Kwa hiyo inakuwa ina close automatically siku na saa ikifika ya mkataba ule ku expire. Okay, labda let's say umenunua BTC yako BTC moja kwa kukuza ukaikuza labda mara 5, kwa hiyo ukapata BTC 5, lakini ikitokea labda umesema bei inapanda mfano, lakini katokea bei ikashuka sasa. Kwa hiyo bei ikashuka inacheza huku, ikifika tu muda labda wa miezi 6 mfano 6 months, basi pale ukitimia tu miezi 6 pale inakuwa inauzwa, mkataba una expire. Basi unapata kiwango kile cha, kama ni hasara basi kiwango kile cha hasara unakipata, au kama ni faida basi kiwango hicho cha faida kunakuwa unakipata. Kwa hiyo bei inakuwa katika ghafla, inaingia sokoni, inauza by automatically. Okay, kwa hiyo hii inakuwa inaitwa standard future. Lakini nyingine kuna mkataba mwingine unaitwa perpetually future contract derivative. Okay, kwa hiyo hii inakuwa ni mikataba ambayo hazina expiring, huendeshwa na kitu kinachoitwa funding rate. Kwa sasa funding rate ni kitu gani utakuja kuona huko baadaye, lakini elewa kwamba aina hii ya perpetual future contract, hii ni mikataba ambayo haina expiring. Okay, hilo jambo la msingi sana. Lakini pia kuna use case hii inatumika hapa katika perpetual kwa sababu mikataba haina expiring. Maana yake watu huwa wanaitumia kwa ajili ya kufanya hedging na wengi wanatumia kwa ajili ya kufanya speculation. Kwa hiyo hapa hata kama unalinda mtaji wako kwenye future, maana yake unaweza ukalinda vizuri kwa sababu hauna expiring date. Okay, kwa hiyo iko kama hivyo. Lakini kingine ambacho tulisema tutakizungumza ni kuhusiana na swala la long pamoja na short position. Okay, kumbuka kwamba katika future maana yake unaweza ukatrade katika side yoyote ile ya market movement. Kwa mfano unaweza ukatrade katika side ya long, maana yake profit ikiwa price na kwenda juu. Okay, kwa mfano let's say umenunua BTC yako BTC kwa $50, $50. Kwa hiyo ukisema una long, maana yake ni kwamba bei ikipanda maana yake unapata faida. Kwa hiyo bei ikitokea imeshuka huku chini, maana yake utakuwa katika upande wa hasara. Kama ukiuza maana yake utakuwa katika upande wa hasara. Kwa hiyo hii tunaita kulong. Sasa upande wa short sasa, upande wa short ikitokea labda umenunua BTC yako, ngoja tuandike hapa, mfano umenunua BTC hizo za $50. Sasa wewe ukasema unafanya short, maana yake ni kwamba bei ikishuka unakuwa unapata faida, unafanya vice versa na hii. Kwa bei ikipanda unakuwa katika upande wa hasara. Kwa hiyo wewe unaweza ukatengeneza faida kwa kufanya speculation katika direction yoyote ile na ukapata faida. Kama utaona soko labda la BTC linashuka, maana yake huko kushuka wewe unafanya short, unapata faida. Ukiona BTC soko linapanda, maana yake unafanya long, unapata faida. Kwa hiyo kote wewe kushuka au kupanda, maana yake unaweza kutengeneza faida. Sasa unaweza ukajiuliza hii kushuka inakuwaje, kwamba soko linashuka halafu mimi nipate faida? Huku kwenye kupanda tumezoea, unaweza ukanunua machungwa labda kwa shilingi 1000, halafu soko likapanda ukauza ukapata 2000. Kwa sababu gani? Machungwa yamepanda thamani. Alikuwa anauzwa 1000 labda baadaye akawa anauzwa 2000.
Okay, kwa hiyo unapoona unapata faida. Sasa inakuwaje kwamba ununue machungwa kwa shilingi 1000 halafu bei shuke, halafu wewe ndio upate faida, halafu bei ipande wewe ndio upate hasara? Inakuwaje hivyo? Walio wengi hawaelewi sababu kuu ya kutokea hivi ni nini. Wengi huwa wanachanganyikiwa. Okay, sasa kuelewa sababu ya kutokea hivi, hakikisha unasikiliza part 2 ya video ya somo hili ili uendelee kujifunza vitu adimu. Karibu sana. Inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa, karibu jifunze nasi kwenye ulimwengu wa kidijitali.